Nadhani umeshajionea kila kitu. Sasa nataka kusikia maelezo kutoka kwako kabla sijamueleza mume wako kila kitu. Mimi Msago sio mume wangu. Aliniomba tu nimsaidie toka ile siku ile pale sokoni. Na wewe ulikubali vipi kumsaidia bila kupewa maelezo? Aliniambia kwamba nikifanya vile naokoa ndoa ya watu, kwa nisiwe na wasiwasi. Sawa, nimekuelewa. Sasa nataka kujua Msago anaishi wapi? Alafu uniambie. Msago ameoa au bado hajaoa? Mimi sijui chochote kuhusu yeye. We, hujui nini? Dada, leo utaniambia au nirudi kumwambia mume wako? Hapana. Dada basi sikia nikwambie. Yaani au maswali mimi nadhani ungemuuliza yeye mwenyewe. Yaani cha kukusaidia labda hapa. Nikuelekeze tu anapokaa. Nielekeze. Umeona ile kanisa pale? Unapandisha moja kwa moja. Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho. Kim, kakaangu, umepatwa na nini we? Mbona siku hizi kazini upatikane kabisa? Nimekaamia nikaona leo mfanyavyo lazima nifike hapa nikuone. Umekumbana na nini? Ndugu yangu, unavyoniona mimi niko sawa kweli? Kwenye swala la kuwa sawa, we hauko sawa. Kiukweli ueleweki. Upo kama sigala nyota, mbele wavutika, nyuma wavutika. Yaani upo tu kiufupi naweza nikasema. Kiukweli hata mwenyewe sijielewi. Sijui nimekuaje sasa hivi. Kwa mimi ninavyoliona, kimuewa waza mapenzi. Mapenzi ya kusumbua wewe. Umemkumbuka sana mkeo, Acha unafiki basi. Naanzaje kumwaza mtu ambaye yupo katika maisha yangu? Alafu hivi tangu Stella ameondoka hapa amesha kukutafuta? Usije ukataka kulifanya nikaanza kujiona mtabili hivi sasa, kwa sababu ile swali lilitegemea utaniuliza, na kama usingeniuliza sasa ungeniuliza baadaye. Nikirudi kwenye swali lako, Stella mimi hajanitafuta kabisa, lakini ishi ya kupatana naye njiani, kukutana naye na kwa macho tu ukimtazama Stella alionekana ana furaha sana, tena anafurahia na amani tele anayo. Kule aliko furaha yaoneshe imemtaradadi. Nikisema hivyo nadhani utakuwa umenielewa. Una maana gani? Ina maana Stella amefurahia kuondoka hapa kwangu? Siwezi kusema hivyo moja kwa moja, lakini kwa furaha yake yaonesha kule aliko na maamuzi aliyofanya ayafurahia, tena ayapenda sana. Kisema hivyo nadhani tutakuwa tunaelewana. Lakini wewe nikikuangalia, maamuzi yako ya kuchapa viboko mwenyewe ukupia kuumiza bwana. Sasa umekuja kuniona au umekuja kunisimanga? Kama kuniona umeshaniona. Naomba uondoke. Ondoka. Sawa. Kwenda naenda. Ondoka bwana, sitaki mazungumzo na wewe. Lakini jitahidi mawazo nakula. Wewe unakula. Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Stella, umenifuata lakini sielewi nataka kujua nini kutoka kwangu. Suzi, mimi nataka kujua tu kama Msago ameoa au ana mahusiano na mwanamke yoyote. Stella, Msago hajaoa na hana mahusiano na mwanamke yeyote yule. Wewe Suzi unajuaje? Maana yule ni kaka yako. Labda kama ana mahusiano bila wewe kujua.
Yaani Stella, usichokijua ni kwamba Msago anakupenda sana, na Msago hana mahusiano yoyote yale na hana mwanamke yoyote yule. Anachokifanya kwa sasa Msago ni kukaa mbali na wewe ili akusahau. Sijui unanielewa? Ila kuhusu mahusiano, kuhusu mwanamke, anti kudanganyi, Msago hana mwanamke yoyote. Kakangu anahofia sana kuonekana yeye ndo amevunja ndoa yako, na ndio maana anafanya kila kitu wewe uamini kwamba ameoa, lakini Msago hajaoa na hana mahusiano yoyote. Suzi, unamaanisha unachokisema? Ndiyo Stella, namaanisha. Na hapa naogopa akijua kwamba nimekwambia, nahisi atanikasirikia. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila naomba kuna jambo unisaidie Suzi. Nikusaidie? Jambo gani? Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana, nilidhani safari ni salama. Suzi, wewe ile eneo umelifahamu vipi? Kwa maana ile eneo nakumbuka nilikuwa nakuja sana na mfi yako, nilikuwa tukikosa kazi za kufanya tunakuja tunacheka cheka huku. Wewe ulipajua? Amna, hata mimi napenda sana kuja hapa na marafiki zangu. Kwa nimeona nikikuleta hata wewe hakuna ubaya wowote. Basi ile eneo lina baraka sana. Kwa kama kunileta mimi. Kwani kuna ubaya? Unapapenda ama? No. Sijai acha kupapenda. Sababu ni sehemu nzuri. Sawa. Basi mimi naomba nipe dakika 2 tu narudi. Unaenda? Amna, kuna sehemu naenda. Ila dakika 2 tu nipe narudi. Vipi? Naogopa ama? No, siogopi kwa sababu wewe ndio ulinileta hapa. Kwa sasa unapoondoka tena uniacha ndio unanichanganya. Amna, ila sichelewi. Dakika 2 tu kaka. Relax, sawa? Hapo. Msago, kwa nini unanikwepa? Stella. Hana, mimi sijakukwepa. Na wewe umejuaje kuwa mimi nipo maeneo? Kwa sababu nakufuatilia Msago. Nifuatilie? Kwa nini unanifuatilia? Kwa sababu nakupenda. Na kwa nini ulinidanganya umeoa wakati hujaoa? Nimekufuatilia, nimejua ukweli wote. Na hata nilipokuwa nakufuatafuata, sikuwa namaanisha nataka kudana na wewe. Bali mimi nilikuwa nataka turudishe ule uhusiano wetu wa mwanzo. Una maana gani? Kabla ya kuwa wapenzi, tulishaikuwa marafiki wazuri.
nitamani urafiki wetu urudie, nishe nawe japo shida na matatizo yangu, uniliwaze hata unipe ushauri. Una uhakika ni hilo tu? Ndiyo, mimi siwezi tena kuwa mpenzi wako, maana nilishindwa kukupa muda na mimi nikashindwa kujipa muda, nikafanya maamuzi ambayo yalifanya nijute sana muda wangu kuupoteza, na leo ndio nimejifunza maana halisi ya kujipa muda. Stella, unajua binadamu mara nyingi sana hujifunza kutokana na makosa. Mimi nakushukuru kama umetambua kosa lako, na sidhani kama natakiwa ujilaumu sana, kwa sababu una nafasi nyingine ya kurekebisha pale ulipokosea. Misago, wewe ni muongo. Misago, wewe ni muongo sana. Kama ungelijua hilo, usingenikwepa na kunikimbia. Ulikuwa hutaki nitumie muda huu kurekebisha makosa yangu. Misago, wewe ni binafsi sana. Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana. Nilidhani safari ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Vipi, kuna shida? Suzi, tuondoke nyumbani. Kaka, nini? Mbona kama hapo sawa? Tuondoke tena? Nakwambia twende nyumbani. Kaka, mbona uongee, tatizo nini? Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Mke wangu, ni muda mrefu nakuona hauko sawa. Na shida gani? Mume wangu, nawezaje kuwa sawa ikiwa sijui hali ya kakaangu inaenda vipi? Yaani siwezi kabisa kuwa sawa. Sasa nikikumbuka wakati mgumu anaopitia kakaangu Kim, yaani inanifanya nakosa raha kabisa. Ni kweli kabisa, lakini mpaka hapo atakuwa ameshajifunza na uwezo wa kumsaidia. Sasa tunaanzia wapi na ameshapoteza? inatakiwa tumtafute Stella, mshawishi aweze kurudi kwa Kim. Lakini kabla ya kurudi kwa Kim, Kim mwenyewe inabidi tumtafute. Alafu wakati huo Kim pia tumshawishi aweze kupima. Asante sana mume wangu, nafikiri uko sawa. Yaani uwepo wako ni kitu kikubwa sana kwangu. Najivunia wewe sana. Asante sana mke wangu, nakupenda sana. Najivunia kuwa na wewe. Pia nipo kwa ajili yako. Kaka. Kaka. Unamwaza sana Stella, eh? Mimi sipo huko unakofikiria. Mimi nina issue zangu zingine kabisa. Unampenda, eh? Usipende kuendelea kuumiza moyo wako namna hiyo. Hebu kuwa muwazi basi. Funguka kaka. Unajua umekuwa mtu mwenye mawazo sana, eh? Alafu mimi sipendi. Kwani unaficha? Kwani unakaa na maumivu muda wote? Kuwa muwazi basi. Suzi,
Hivi ni kwa nini unapenda kufuatilia mambo yangu? Nimeshakwambia hakuna chochote kinachonisumbua. Hauna kazi za kufanya? Wewe sikia, nikwambie tu kiufupi, ile siku umeenda kuonana na Stella pale, ule ulikuwa ni mpango wangu, na nilisikiliza kila kitu ulichokuwa mnakiongea. Oh, maana kwa ulifanya ile plan. Uliwezaje? Sio vibaya kupambania furaha ya kakaangu. Inaonekana nyinyi ni watu mnaopendana sana, lakini kwa nini mnaendelea kuumizana mioyo yenu? Kuweni wawazi basi, fungukeni. Nyinyi mbona mnapendana? Suzi, yaani umefanya kitu kikubwa sana na wala sikutegemea, lakini sichokijua ni ngumu sana kwangu, yaani hata sijui nifanyaje. Kaka, mimi nikwambie kitu. Huu ndo ule muda sasa ambao ulikuwa unasubiri kila siku. Hebu jaribu kaka, usiupoteze huu muda, utumie vizuri huu muda. Sijui unanielewa? Sawa, mimi nimekuelewa mdogo wangu, lakini wewe hata yaani umecheza kama Pele hapo ulipo. Hapa ingekuwa amri yangu mimi, ningeenda ningekujengea sanamu lako pale Mafiati pap, watu wa Mbozi mjini, airport, sijui Kabwe, watu wakiwa wanapita pale wanaliona sanamu lako. Lile sanamu lako wakiliona pale wanakuwa wanajua kabisa kwamba huyu ndo waziri wa Wizara ya Ziki na Mipango ya Haraka. Acha la kaka kaone kule mimi nipo ndani. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo nikaamini tena, nikafunga macho nikasahau jana. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo nikaamini tena, nikafunga macho nikasahau jana. Nilidhani safari ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo haupimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu, nilichobaki nacho wewe ukaniacha gizani.